Moto umewaka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo baada ya tukio hili hatari kufanyika. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Mjadala mzito umeibuka ndani ya Chadema kufuatia hatua ya kuwarudisha baadhi ya wanachama waliokuwa wamehamia chama hicho, huku baadhi ya wanachama wa muda mrefu wakionya kuwa uamuzi huo unaweza kudhoofisha uaminifu wa chama mbele ya umma. Mvutano huu unajitokeza katika kipindi ambacho vyama vya upinzani vinajaribu kujiimarisha kisiasa, lakini pia vinakabiliwa na changamoto ya kudumisha mshikamano wa ndani. Ndani ya mjadala huu, sauti ya wanachama wa muda mrefu zimeanza kusikika kwa nguvu, zikionyesha wasiwasi juu ya mwelekeo unaochukuliwa na uongozi wa chama. Miongoni mwa waliotoa kauli nzito ni mdau wa siasa na mwanachama wa muda mrefu anayejulikana kama Cecilia, ambaye ameibua hoja kuhusu uaminifu wa misingi ya chama hicho. Na katika maelezo yake, Cecilia anaeleza kuwa hatua ya kuwarudisha wanachama waliowahi kuondoka bila kuonyesha dalili za majuto ya wazi inaweza kuibua maswali mazito kuhusu msimamo wa chama katika kulinda misingi yake. Anasisitiza kuwa baadhi ya wanachama hao waliondoka kwa kile walichokielezwa ama kinachoelezwa kuwa ni maslahi binafsi, wakitarajia kupata nafasi au faida zaidi katika vyama au mifumo mingine, na sasa kurejea kwao ndani ya chama kunatazamwa na baadhi ya wanachama kama ishara ya kutoamilika ama kutokamilika kwa malengo yao ya awali. Hali hiyo inazua mjadala mpana kuhusu sababu za kweli za kurejea huko. Kwa upande mwingine, hoja inayozidi kujitokeza ni iwapo chama kinapaswa kuweka mipaka madhubuti kwa wale waliowahi kukihama au kionyeshe ukarimu wa kisiasa kwa kuwapokea tena. Na katika muktadha huo, jina la Halima Mdee limeibuka kama mfano wa wanachama anayehusishwa na uaminifu wa kisiasa, na kwa mujibu wa mtazamo wa baadhi ya wanachama, basi hata hivyo hoja hii haijakosa changamoto. Baadhi ya wanachama na wachambuzi wa siasa wanaona kuwa siasa ni uwanja unaohitaji maridhiano na fursa ya pili, hasa katika mazingira ya ushindani mkali wa kisiasa. Wanasema kuwa kuwarudisha wanachama waliowahi kuondoka kunaweza kusaidia kuongeza nguvu ya chama, hasa ikiwa wanachama hao wana uzoefu na ushawishi katika jamii. Lakini kwa upande mwingine, wapo wanaona hatua hiyo kama ishara ya kulegeza misingi ya uwajibikaji ndani ya chama. Kwao, swala la uaminifu linapaswa kuwa nguzo kuu ya wanachama na si swala linaloweza kubadilishwa kulingana na mazingira ya kisiasa. Mjadala huu umegawanya waziwazi wanachama na wafuasi wa chama hicho, na kundi moja linaona hatua hiyo kama mkakati wa kisiasa unaolenga kuimarisha chama kwa kuongeza idadi na ushawishi wa wanachama. Kundi lingine linaona kuwa ni hatari inayoweza kuathiri heshima ya chama mbele ya wananchi, na wasiwasi mkubwa na waelezwa ni kwamba hatua hiyo inaweza kuwakatisha tamaa wanachama waliobaki waaminifu kwa muda mrefu, hasa wale waliobaki ndani ya chama hata wakati wa changamoto. Na katika hali kama hii, swali linaloibuka ni je, thamani ya uaminifu inapimwaje ndani ya chama cha siasa? Na je, uongozi unapaswa kuweka vigezo gani katika kupokea wanachama waliowahi kuondoka? Hadi sasa uongozi wa Chadema hujatoa kauli rasmi kuhusu mjadala huu, na ukosefu wa kauli hii unaendelea kuongeza hali ya sintofahamu miongoni mwa wanachama na wafuasi. Na kwa baadhi yao, kimya huu unachukuliwa kama ishara ya kusubiri tathmini ya kina kabla ya kutoa msimamo rasmi, lakini kwa wengine ukimya huu unaongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa chama kupoteza mwelekeo wake wa msingi. Wachambuzi wa siasa wanaeleza kuwa hali hii inaakisi changamoto pana inayovikabili vyama vya upinzani katika maeneo mengi. Changamoto hiyo ni kusawazisha kati ya kudumisha mshikamano wa ndani na kuvutia wanachama wapya au waliowahi kuondoka, na mlinganyo mgumu na uhitaji uamuzi wa kisera na msimamo thabiti. Na kwa upande mmoja, chama kinahitaji kujiimarisha kisiasa ili kuendelea kuwa na ushindani. Kwa upande mwingine, kinahitaji kulinda taswira yake ya misingi yake ya msingi mbele ya wanachama wa umma kwa ujumla.
Na katika mazingira ya kisiasa yanayobadilika kwa kasi, maamuzi kama haya yanaweza kuwa na athari za muda mrefu, na athari hizo zinaweza kuonekana katika imani ya wanachama, mshikamano wa ndani na hata matokeo ya kisiasa katika siku zijazo. Na kwa wanachama wa kawaida, mjadala huu unaathiri moja kwa moja hisia zao za uaminifu na kujitolea kwa chama, na baadhi yao wanaeleza kuwa kujitolea kwao kwa muda mrefu unapaswa kutambuliwa na kutathminiwa, na wanaona kuwa kurudishwa kwa wanachama waliowahi kuondoka bila masharti madhubuti kunaweza kudhoofisha dhamani ya kujitoa huko. Kwa upande wa uongozi, changamoto ni kuhakikisha kuwa maamuzi yanachukuliwa hayavunji mshikamano wa chama, na pia wanahitaji kuhakikisha kuwa wanatoa ujumbe unaoeleweka kwa wanachama wote kuhusu mwelekeo wa chama. Na katika hali ya sasa, macho ya wengi yanaelekezwa kwa uongozi wa chama hicho. Wanachama wanasubiri kauli itakayotoa mwongozo wa kuondoa sintofahamu iliyopo, na kauli hii inatarajiwa sio tu kuelezea msimamo wa chama, bali pia kuweka wazi misingi inayotumika katika maamuzi ya aina hii. Wakati huo huo, mjadala unaendelea kushika kasi katika majukwaa mbalimbali ya kisiasa na kijamii, na hii inaonyesha namna suala la uaminifu linavyobaki kuwa nyeti katika siasa za vyama. Na kwa ujumla, tukio hili linaibua picha pana ya changamoto zinazokabili vyama vya siasa katika kudumisha umoja, huku vikikabiliana na ushindani wa kisiasa, na hali inayohitaji mizani kati ya pragmatism ya kisiasa na maadili ya uongozi. Na katika mizani hiyo, kila uamuzi una uzito wake. Na kwa sasa, mustakabali wa mjadala huu unabaki mikononi mwa uongozi wa Chadema, na uamuzi utakaochukua unaweza kuathiri si tu taswira ya chama, bali pia imani ya wanachama wake wa sasa na wale wanaotarajiwa kujiunga nacho. Na katika siasa, maamuzi hujenga au bomoa uaminifu, na wakati huu macho yote yanaelekezwa kuona ni njia ipi itakayochaguliwa. Ni hayo tuliyokuandalia, mpenzi mtazamaji, kutoka hapa TanzaPulse, chaneli yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa taarifa zaidi. Subscribe, like na kushare video zetu, na vilevile waweza kugonga alama ya kengele ndipo uweze kupokea notifications kila wakati tunapokuletea taarifa mpya kutoka hapa TanzaPulse.